mtoto wako mbawa mama na ibeto tole bashi mwene mnabashi. Tuzungumze kama vijana. Mi fursa nimeona kuzungumza na vijana juu wanasema kama familia ye haina wa vijana inakuwa sio familia, na kuna ule usemo wanasema kama wa vijana wa leo ndio fitir ya kesho. Wa vijana wetu wakiharibika, tunajua kama familia yetu huko mbele tunaenda pabaya, inakuwa ndio mwisho wa familia kudidimia. Ila tukitengeneza fitiri yetu sisi wa vijana hapa na huko penye tunapoenda, familia yetu itakuwa imara na toka tumejijenga kimaisha. Sasa cheme nataka kuzungumzia zaidi hapa ni mambo ya kujijenga kimaisha. Tutajijenga kimaisha aje? Nadhani ndio pointi moja yenye tunataka kuzungumzia kubwa sana. Tutajijenga kimaisha aje? Nadhani sisi sote tunafahamu kama usishukuru mtu mwenye anayokupatia pesa mikono. Usimshukuru mtu anakufanya uwe mzembe, bali shukuru ule mtu mwenye anayokupatia jembe. Anayokupatia jembe utaona kama anakupatia shida sana, anakuchukia, ila huyu anakupatia fitiri. Jua hii nasema hivyo. Akikupatia jembe utapanda hapo bilimani, hapo utalima shamba, utapanda mihogo, utakula. Ule mwana anakupatia pesa utazila leo zitaisha. Ile jembe yako wa jembe yake analima. Sawa. Wanatuambiaga hivi, mfundishe mtu kuroa samaki bali kumpatia samaki. Juliani, kama unasema unabezoa samaki na kupatia samaki ukala, kesho kwa unabezoa samaki utaitoa wapi? Ila nikikupatia ndoano nikakwambia twende wanaroa hivi, kesho ukitaka kula samaki utaenda kule, utaroa wewe peke yako, utakula. In short, nataka kuzungumzia hapa, mtu mwenye anakupatia idea ya maisha anakuwa amekujenga kuliko ule mwenye anakupatia pesa. Sasa idea ya maisha gani tutapeana sisi wa vijana? Ndugu zangu, more especially wa vijana wanaishi hii area. Dese kuanzia Makobola mpaka Baraka. Hii area sasa hivi hapa mwa hii area tunaishi hemo ndani. Tunaishi mzahabu. Nadhani kila mtu anajua zahabu. Ila zahabu hatuioni hapa. Ila hii tunaishi hemo ndani ni zahabu. Ni zahabu aina gani? Ni sikitiko hivi leo ile Mionga ukisabia wa vijana waenda watu hapa ile Mionga ni wangapi wako Amerika? Wengi zaidi ya 50. Si sawa? Ile ni dhahabu tuko nayo sisi hapa. Ni dhahabu yetu. Acha tengeneze pesa kule Amerika, na wewe tengeneza pesa yako hapa ile Mionga. Iye kaka Kashinja ametoka kusema hapa. Ndio pointi kubwa ni nataka kuzungumzia eko. Leo ukizunguruka hapa nyuma, unatizama hapa kwa misingi ya nyumba wako wanajenga. Umeona? Wako wanajenga. Ni wanani wako wanajenga? Watu kutoka mtoto mwingine za? Matafari yanatoka wapi? Yanatumisha na wanani? Sasa ule mtu mwenye yuko Amerika anataka kujenga nyumba yake hapa ele Mionga, hata fyatua mabrick, hata kusanya mchanga, hata fanya chochote kile. Yeye kazi yake, yeye achape kazi kule, wanatumika kama vile farasi kule, atafute zile pesa, atume huku, wamnunulie mabrick, wamjengeshe nyumba. Sawa, nyumba iko napanda. Faida gani sisi wa vijana tutakuwa tumepata mwa hiyo maproject? Yawa ndugu zetu wako Amerika. Kama tutajiinua, tuone kama pako opportunity. Juu opportunity unaionaga kumacho, inakupita. Wakati inakupita ndio unakuja kukumbuka trotar ya ningijua hapa ningetengenezaga maisha yangu.
Wa vijana 10 wakijenga hapa ile miongo, kusema nyumba zao ziishe, ndugu zangu, kila mmoja hapa hata $1000 hata hesabia kama ni pesa mfukoni mwake. Mnjia gani? Tukifanya sisi wote hapa, tuko hapa, tuseme okay, tuko wa vijana 10, tujiunge pamoja, tutengeneze mabriki. Ni example niko nasema, na ni example tupiki hii kabisa. Mkikaa chini ukiwaza vizuri, utaona pe niko naendea. Tutengeneze mabriki. Ni mabriki gani? Si tu mabriki toka kuchoma utu. Hatuna kazi kubwa, sio utasema nini, utauma. Mnajipanga wa vijana 10. Mnafyatua mabriki yenu. Mnachoma mabriki yenu. Marché iko pale. Watu wako wengi wanatafuta hiyo mabriki. Na ni pesa ziko zinaingia. Ila leo sasa hivi utajikuta sisi wa vijana tuko tunalia krize. Kila siku unalia krize. Sasa unalia krize, unazania pesa zitatoka mbinguni ziko kuangukia chini. Amna. Opportunity ni huyu. Kama vile sisi wa Shebole wa vijana wako hapa. Mkijiunga pamoja akasema okay, sisi tunataka kuforme hii grupe yetu, tuko watu 20, tuko watu 10. Tunataka kuanza kutengeneza mabriki. Ila sasa tumekosewa labda kununua vifaa vya kuanzisha ile projet ya kutengeneza mabriki. Ndugu yangu, muwe uhuru. Tumeni message yenu kwenye group. Mtasaidiwa ili muanze. Juu najua mwe mkianza group ya watu 10, mkifanikiwa wengine 10 wataanza. Wengine 10 wataanza. Ile mionga yote hapa itawaka. Unaona? Na ndio bana nimesema kama tuko na dhahabu hapa tunapoishi, ila dhahabu hatuioni. Na mtakuta kama ni mfurero ama nani mwanakuja kutengeneza mabriki hapa, anatengeneza pesa na mwe mko namtizama, na kesho yake ananunua boti, mko mnatizama, si wewe mtu alikuja kama maskini hapa kwa kutengeneza mabriki, lakini leo yuko na boti, leo yuko hivi. Mnasahau kama zile pesa za ndugu zenu wako Amerika walikuwa wanajengesha manyumba, ndio zilimfanya ule mfurero apate pesa. Sasa mimi nilikuwa nasema hivi, ndugu zanguni, tukamate hiyo opportunity. Wale wa ndugu zetu wako kule nje wanatumika, wanajenga huku, na sisi tukamate ile opportunity ya kusema vile wanatumika kule na wanataka kujenga huku, na sisi tuprofite kwao ile zenye wanazotuma za majenzi, na si tule ndani. Kwa kusema nyumba yaishe, mtu hata depanse chini ya $30,000. $30,000 tuache hiyo mabati na nini vya mabriki $10,000. $10,000 mko watu 10. Deja mtu mmoja shaka na $1,000. Haitoshi. Ni ya kwa nyumba moja hiyo. Hapa mjaleta maproject. Jumba kwa watu wako hivi. Nawaambia kwa kweli, wako wengi wanataka kujenga ila cheki na wavunja chini kwanza ni wanani watakao tufanyia hizo kazi. Kwanza mabriki hamna. La pili, wasimamizi wa hiyo makazi ni wanani? Tuna tabia mbaya. Tabia mbaya ni ile ndugu yako kwa Amerika anakutumia hela, nataka kujenga. Wewe ulia kumjengea nyumba, uko unamwonyesha mafundasio ya nyumba zingine, unamwonyesha nyumba nyingine, pesa uko unakula. Uaminifu unakuwa hakuna. Nimeshazungumza na vijana wengi sana wenye wanataka kujenga manyumba. Wanahofia hilo swali. Na wako tayari wa kusema kama for example, anakutumia pesa, anakuambia okay, anakuaminia nijengeshe nyumba, anakuwa anakutumia pesa. Unamjengea nyumba gisi alivyoipenda, gisi alivyotaka uifanye. Ikiisha, wengi wao wananiambia mimi hatuna ile kusema kama nyumba yangu ikiisha, mimi ule manisimamia kujenga nyumba ni mwache hivyo. Nina furushi yake pembeni na yeye nimwekea. Sasa furushi ni ngapi? Kama ulimjengesha nyumba yake, mkamjengesha nyumba yake pale, najua na wewe kuna profite kidogo. Me fendi nyumba ikiisha anakupatia $5,000 na wewe franga yako hiyo jijue. Haujachofa mbele. Sasa kitu gani tukiaki tunasubiria? Mungu hatatoka huko mbinguni aanguke akulete. Hiyo alifanyaga miracle, alifanyaga wakati ya Moses. Ndio aliwatumishaka mikate. Lakini hiyo miracle siku hakuna. Ni miracle sisi tuamke, tutumike, na hiyo opportunity tutaipata na maisha tutakuwa tumiaganye. Vipi kijana wa ile mionga mwiko Ulaya anaweza kutumikisha watu wengine na sisi tuko hapa? Inawezekana? Kama ikiwezekana ni uzembe wetu.
Revera Pasteur, unataka kujenga nyumba ya nani? Ya fulani. Sisi wa vijana tuko hapa. Kama ni mchanga, sisi tunafanya association yetu wa vijana wa Elemyonga. Kama ni mchanga, tutasomba sisi. Kama ni mawe, sisi. Kama ni mabrick, sisi. Jamais tutaki mtu mwingine ataingia hapa katikati. Akiingia mtu mwingine tutamfanyia fujo. Ataacha kuwatumikisha. Franga mtaikosa. Sina patikana. Tena mnaweza kuanza kwa mtu mmoja, bikaja kwa wengine. Kazi zitakuwa nyingi. Mwendo mnafrene, mnasema bana hatutaki watu wafasi wengine. Sisi tunajitahidi kufanya kazi. Na mkifanya ya kwanza ikarehisir, zingine zote zitakuwa kama vile kuteremka. Itakuwa kuna mpando ni kuteremka tu. Wa vijana wa kule ndio wanafanya kazi. Unajua habari inatembeaga. Mtu anafanya kama blog tu hapa, lakini bana wa vijana ndio walisomba majiwe, ndio waleta mchanga, ndio walifanya mabrick na nini na hivi. Vitu vimekuwa haraka. Kumbe kule vitu vinaenda haraka hivi. Na wengine anajengesha. Tunapanda. Si kweli? Lakini hapo kunatakiwa vitu viwili. Kwa hiyo vinatakiwa vitu upendo na uaminifu. Mwenye swali aulize, niwashie hapo. Mimi ni Obedi Justin Meswa kutoka Ngovi, ndo nyumbani. Antuka maneno yenye naongelewa hapa ni mazuri sana na ni maneno ambayo inajenga na inaweza ikatukwamua sisi vijana kama tunaitumikia kazi. Mimi ni mganga na nina kazi niko natumika, lakini kazi za Kongo hazina mshahara. Kwa hiyo kwa kusema mtu ajitambue katika maisha inabidi kufanya business fulani na business mtu unakuaga ikree mwenyewe kisha soutien inakuya baadaye. Kwa hiyo mawazo yenye iko asemeka hapa kuhusu au wanaotaka kujenga hapa, mi nafikiri kama hiyo ni opportunity kubwa sana ya business. Maana watu wakitengeneza brick ni hela ndo zitaingia. Kwa hiyo kwa kufikiria kwangu, kwa kutaka vijana wa familia hapa Elemyonga wa profite hiyo opportunity, maana sio kila mtu mwenye anaweza kuwa na mawazo ya kufanya kitu fulani juu aingize hela. Mimi nilikuwa nafikiria wenda ingekuwa vizuri pawe kikundi cha vijana wa Shiebolela ambacho kitakuwa kiko pale kwa ajili ya kuzungumzia mambo ya business, ili kuona kama inaweza ikawasaidia sababu ya hiyo opportunity moja yenye iko hapo juu ya ujenzi wa hapa Elemyonga. Nataka niwaambie ya kwamba baada ya kumaliza masomo yangu Burundi, nirudi nyumbani ndo kwenye nilipata kiraka nikawa pale, ila maisha ni magumu sana, hakuna hela vya vile na opportunity ni nyingi. Kwa sasa nina projet ambayo niko na fikiria kufanya ya aquaculture, pisciculture, yani ufugaji wa samaki. Kule kwetu maji ni mengi sana, tunayapata kama kawaida. Na hivyo tumefikiria hivyo, kuna mwenzangu kijana ambaye tumeungana naye juu ya kufanya hivyo. Ila hatuna hela. Ningependelea familia kama kunaweza ukawa vijana ambao wako na projet fulani, familia iwasoutenir. Yani kijana anaweza akapresenter projet yake kwa familia inaetudia ile projet, kama ni nzuri familia inasoutenir ile projet, sababu isaidie ule kijana kutoka chini na wenda anaweza akasaidia hata vijana wengine. Na nikumbushe vijana wenzangu ya kwamba huu wakati wa ujana wetu ndio wakati wa kuandaa maisha yetu ya kesho. Kama tukuiandaa leo, yani kesho
tutakuwa tuko tunalia tu. Watoto watakuja kulilia, baba umetuachia nini? Utawaambia na mimi sikuachiwa kitu, tafuteni vyenu. Lakini sio vizuri kukomalisha watoto kama gisi tuseme wazazi wetu wamekomaa au kama gisi sisi tumekomaa. Kwa hiyo tuchape kazi na tujikonsantre ku maisha yetu. C'est-à-dire idée inakuyaga mtu wakati uko nafikiria kile kitu, jikonsantre, kaa chini ufikirie nini naweza nikafanya juu ya kujitoa chini, ndio utapata mtu mwenye atakusutenir. Hicho ndio kile nilikuwa nafikiria kusema, kama familia inaweza ikasutenire wa jeune, inaweza ikawa ni wazo nzuri sana. Asante. Kama vile kuongezea kwa baba hapa Obedi. Kwa sasa business inasaidia sana sisi wa vijana, ama tuseme tu kimaisha. Lakini mtu anakosa ataanza kivipi? Na kama gisi nisikia hapa familia gisi lisema wako napana microcredit hapa, lakini sijui kama kati yetu sisi vijana kuna kijana ambaye aliwahi kupewa hiyo opportunity ya kupewa hizo pesa na akazikula. Lakini kati yetu tuna ile mawazo, tunakosa ile fursa sasa. Kwa hiyo na mimi ningeomba kwa familia, kama Gisu alisema hapa hiyo mpango itaanza, watupime kwanza na sisi wa vijana. Tuone kama kweli wa vijana nao watakuwa kama wale wazee. Kwani familia au kikundi chote kile kinapelekwa na wa vijana. Kwani ni wa vijana ndio wako na nguvu. Lakini mkituachilia hatuna chochote ambacho tutaweza. Sisemi hivi kwa ajili ya kusema eti tutegemee msaada, hapana. Ila nasema ni ile terme alisema ya kutusutenire tu. Ile ndo nilipenda na mimi niongezee kidogo. Asante. Ni projet nzuri sana. Juu nasemea hivyo. Mimi niko mambo ya niko mbiashara na niko nafanya kazi ya farm. Na farm niko agriculture na elevage. Na kuna wakati moja niliwahi kutengeneza fasi ya kutengenezea kufugia samaki, ila kuna rezo fulani zilifanyaga kanisimamisha kidogo juu hauwezi kujikonsantre ku vitu vitatu vine kwa wakati mmoja. Unaenda na kimoja na ndio maana ile project kama vile nimeisimamisha kidogo, lakini vitu vyote kuchimba kila kitu kikwa chija en fonction. Kwa hiyo ni project yenye mimi nisha study, nishajifunza na najua kama inalipa. Ila sasa ubovu wa bahati ni juu kwa sasa hatujaona ile programu ya kufund maproje kama hayo mgroup. Ila nategemea kama mkifanya kama vile ka cooperative, ka association, hapana kufunding na mtu mmoja, kama vile mko watatu, watano, watu 10, mko wa hiyo projet moja, inakuwa ni urahisi kufunding ile projet juu inasaidia wa vijana wengi. Unanifuata? Ila ni projet kabisa, ni nzuri, ni projet nzuri na nitaifikisha kukamati wa study. Na kuhusu grupu ya vijana, sijui kama hao mwa hiyo grupu ya vijana. Pako grupu ya vijana wa Shiburi. Hata kama haiko active sana hizi siku, lakini ile grupu iko. Nijua haiko active. Kuhusu swali la hilo, nadhani kamati nitafikishaga ujumbe kwenye kamati. Kamati itatupatia green light ya kama tunataka tukatafuta hiyo funds ya kufunding ya hiyo project tutakuelezea. Nikija kwa Saidi, kweli hiyo mkopo naweza kusema na una 9%, naweza kusema 100% ni wa vijana ndio walichukuaga mkopo. Na kutokurudisha mkopo
siwezi nikasema kama, unajua kama mnafanya vitu bila hamkutizama. Unajua wakati unafanya kitu panakuwaga kuresir ama kutokuresir. Unaona, si tulijibaze sana kusema kama hivi ni wa vijana wetu wenye tunasaidia mikopo tutaresir. Juu wako na ile moyo na watajua kama hivi tulisha kusema kama hiyo mkopo tunasaidia unautumikisha, hakuna interest unalipa. Wewe chaque mois utakuwa unalipa kama ni $5 ilikuwa $10 sio kama $10 chaque mois utakuwa unarudisha $10 mpaka vile ile $100 ulichukua inaisha. Maana ni kama vile uko na biashara, kama uliinvest $100 mu biashara na inakupatia par exemple $20 par mois, unatoa $10 unaweka kule. Hii $10 yako nyingine ya kwako ya profit zaidi. Hautajisikia kama capital yako inapunguka. Baadhi huko naenda unapunguza ile credit. Utakuja kumaliza credit, pengine umejikuta huko unabakia na sasa $50 na credit imeisha. Ila sasa gisi ulivyopanga si ndio gisi mambo ilivyotokea. Sasa kwa kusema hapa sasa hivi turudie tena mambo ya kutoa mikopo ni siku ya vijana tu, ndani ya familia inakuwa ni vigumu sana juu tulisha kuwa na ile picha mbaya ya kwanza tulifanya haikuresir. Eske ya pili itaresir? Swali inakuja hapana. Sasa tutafute njia gani sasa tutasaidizana, na ndio maana nimekuja na hii program ya kusema hivi mikopo imeshindikana na wa vijana inaonekana kama ile ya kumanage pesa wanashindwa, kufanya kumanage business wameshindwa. Labda tukiingia mwa hii ya kikazi wataresir. Juu kusemesha ukweli, hii niko nazungumzia ya kutengeneza mabriki. Kwanza hii ya kutengeneza mabriki ni kitu kimoja kiko très simple chenye mnajikuta haupotezi muda mrefu akiwa unaingiza pesa. Na ikisha yani ukisha kufanya mabriki ya mtu mmoja, wa pili, wa tatu, wa nne, mtajikuona kama yani hata kazi zingine mtazitumikaga. Itakuwa ndio kazi zenu tu na pesa zinaingia. Ndio jibu langu hilo. Nadhani jina naitwa Esobe Dunia. Naishi pale Uvira. Nashukuru sana kwa president kuitisha wa vijana. Ni jambo nzuri sana kwa sababu kijana ni mtu mwenye anapenda apatiwe makonsei kama ya kuishi na jinsi gani anaweza jikomporte kwa wakati ujao. Kivyangu mimi naona kwamba wa vijana wetu ni wa vijana wenye hawapendaki kufanya kazi, wanakuwa wa vijana wa kuneglige kazi. Juu maisha sasa wenye tuko naishi, par exemple pale Uvira, wengine Mabukavu, kijana hawezi chagula kazi. Objectif ni kupata pesa kusudi ufanikiwe uko mbele. Kwa sababu hata kuchimbula wese utachimbula kwa sababu kuna objectif kubeba mzigo. Sasa tuisha ibeba upate franga. Lakini ukishaweka masila kusema mie nishasoma siwezi tumika kazi, utabakia unaombaomba sawa vile mzee alisema hapo. Na sisi vijana hatuwezi ile nani tusiweke mioyoni mwetu. Na nweza omba vijana wa Elemionga tusizarau kazi. Wa Elemionga na wengine wenye wako mahali popote tusineglige kazi. Hii nani hizi pondeze kukuza pondeze mnazijua? Zile ziko na pesa. Na wakati nilikuwa Kalundu nilikuwa nasindikiza mtoto wangu, nikaona zile kuku zinatoka Uvira banazileta huko. Nikasema hii projet inaanza fika Ubembe. Njoo Uvira ile projet inasaidia watu sana. Mtu anauza kuku 3 zinakuwa kubwa hapa hivi, anauza moya 8500, zikisha koma zinakuwa unauzisha hiyo 35000 40000. Sasa unapiga hesabu, nikikuwa na kuku zangu 10 nitapata pesa ngapi zikisha koma? Na zile kuku zinafaa miezi 6 unapata ile rendement mzuri. Na unaweza pendelea vijana
tusitafute kujiweka sawa, mimi nishapata kitu siwezi fanya kazi fulani. Mabrike mwezi wa 7 ndio periodi ya kufanya mabrike. Tunakuwa fasi moya, tunafanya mabrike, tunauzisha. Ili itasaidia sana. Sasa nilikuwa nauliza kama mtu iko na shauku ya kufanya kitu fulani. Mimi niko mwameme, mimi napenda nifanye mfugo wa nani wa kuku. Je, kama niko na kuku 5 ikibeba ombi kwa familia nisaidie ingine kuku 5, naweza pata zile kuku 5? Tuulizwe. Ukiniambia kuku 5, kuku 10, hakuna cha unafanya. Hakuna cha unafanya. Na ni kuku gani za aina gani? Zile nyeupe. Hizi za kizungu. Sababu zinatoa mayai nyingi. Za mayai na pako faso 2 za kuku za kizungu. Pako zile za kutaga mayai tu. Ndio. Sawa. Zilaliagi zile za kutaga tu mayai. Na pako zile nyeupe hazitagagi mayai, hazifanyagi nini? Zinakuwa nyeupe. Sijui kuku kama nakuwa na hivyo. Ndio pako zile faso 2 za kuku ya kizungu. Na hizo zote hapana kuku 5. Kuku 5, kuku 10 hakuna cha utafanya. Sijui kama ni feed gani, utaisha chakula cha aina gani. Juu vile vikuku vinakuwa kama unataka vikue vinene vizito, vinakuwa na chakula chao special cha kuvilisha. Unaona? Usibilishe mihindi tu ama nini asoza pengine vitakuwa haraka. Viko na chakula vyao vinakuwa specially ya kuifanya. Hiyo projet nayo ndio nilikuwa nazungumzia. Ni maprojet mazuri ya kama mtu umejifanya group. Unaona? Juu mko mgroup inakuwa kama vile familia inasaidia watu 5 anenku. Rather ni kusaidia mtu mmoja. Alafu mtu mmoja juu kinaambia kuku 5 kuku 10 sijui kama utatengeneza pesa aina gani. Mkuku 5 mkuku 10 hakuna cha utatengeneza hapo ndani. Inakuwa unaona fanya kitu che unategemea. Hii ndio maisha yangu. Yeye unasemea kuku 5 kuku 10 nile unasema niko mwalimu na tukua kuku zangu nawezeka pale nitakuwa nazilisha zikienea zikikua naziuzisha. Yaani hautegemei kuishi na kudepende na ile makundi ya kuku. Ukikama unadepende na ile projet ukisema kuku 100 kuku 50 hapo unadepende maana hiyo ndio kazi. Yaani hakuna kazi nyingine, ni hiyo kazi ya kuchunga makuku zako. Wewe kazi yako ni ya kuchunga tu makuku. Na hapo utatengeneza pesa. Unaona? Hiyo ndio kabisa. Kama hata kama unafanya projet, uko unaandika projet. Inaweza kuwa ni projet iko viable, inalipa. Ile façon unajipresenter hiyo projet yako, mtu anasema sasa kuku 5 inaletea uvivu. Unaona? Lakini ukisema kuku 50, tuko wa vijana 10, iko kama vile kijana mmoja iko na kuku 10. Unaona? Kijana mmoja iko na kuku 10, lakini mko pamoja yani ile nombre inasaidia. Kwa hiyo ni ile nilikuwa nazungumzia kuhusu swali ya kaka yangu hapa. Hiyo maprojet ya hivyo tutafikisha huko mbele, tutazungumzia, alafu tutasikia maresponse gisa atapokuja kama kutakuwa faso ya kufunding maprojet ya hivyo. Naitwa Toma Ebolela. Mie kitu kenye nitafuta ongea ni kusema sababu tuishasikia vyenye vyote vya vinazungumziwa hapa. Na tukisema kila mtu aseme projet yake, itakionekana mimi nikisema yangu. Nasema mfano niko na nguruwe 3. Familia iniongezee, inanisaidia. Mwingine anakuya niko na mbuzi fulani, nisaidie, inamsaidia. Nilikuwa naona selogisi wazo ya president ni kutafuta kusema vijana tujiunge. Wa Uvira wawe kama ni 7, kama ni 10, wafanye projet moja. Hiyo projet yao wanatoa kama ni ile ngapi yao wanaanzisha. Baada ya kuanzisha kisha wanasema hivi vitu havitaenea. Tulilie sasa wanani wazee. Wakisha lilia wazee hapo, wazee wanasema mweshaanzisha hiyo projet yenu na shetu tunabasaidia hiki kitu fulani. Ba jene ya Elemionga,
shie wazo yetu tulifanya hivi. Mfano hapa ni fasi ya Mamaye. Tuko na besoin tutengeneze kaboti. Na tulishakuwa yetu tuko watu 10 tulijiungaunga tuko na ota. Mwa ile ota tunakosewa na ota. Tunahitaji familia itusaidie. Familia itafanya nini? Itasimama. Njoo ile nyemie nilikuwa penda kuongeza. Sababu tukisema mie ule projet tunaona bitakuwa vya mingi. Lakini ile nye president anasema vraiment tusimame. Ba Uvira, ba Goma, ba wapi tuikale tu upande umoja, tujiunge fasi moja, tuangalie kazi gani yenye tunaweza fanya ama uchuruzi gani yenye tunaweza fanya yenye familia itatusaidia. Merci. Hautafanya biashara hivyo. Wale walipanda juu kuanziaga juu walianzia chini. Mwetafuteni projet ndogo zitaanzia chini mpande. Ndio mtafika pazuri. Kama alisema president ya kutengeneza mabrick. Inaomba nini? Simbao tu kutengeneza zile foroma, mnachukua udongo, mnachanga, mnafanya hivi, mnaweka pale, mnanunua makuni, mnachoma. Kuna mamilioni yanataka franga inatakiwa pale. Mkisha choma hiyo matafari, mkiuzisha zile franga mlipata pasi, mnaanzisha nyingine project. Na kitana kesho mtachoma matafari. Mnatafuta kila kitu, familia isaidie, na wakati mko na akili na mnaweza mkaanzisha vya kwenu. Tusitizame tu familia, tutizame sisi tunaweza kuanzisha nini. Niwape mfano. Mtu hivi akinunua sungura ine. Dansi mwa atakuwa na sungura ngapi? Sungura zinazaana sana. Msimu mwa utakuwa na sungura nyingi. Ine tu, atununua ine tu. Dume 2 na dike 2. Msimu mwa uone. Utakuwa na zizi la masungura. Hivi hapo franga nyingi. Mara kama president anasema mtu mjifikirie miradi ya kufanya. Useme mimi bila kupata $10,000 mimi naona hii project haiwezekani. $10,000 utatoa wapi? Mimi nataka $5,000 utaitoa wapi? Tafuta, anza chini polepole, utapanda tu utafikia kwa unataka. Ndio vile utafanya, ndio vile tutaenda. Kama vile walikuwa wasema mnaanzisha kitu kimoja kwa kikundi. Mtaanza polepole, lakini mtapanda tu, mtafika. Sasa nimesema mfano wa makuku. Tuko watu 10, sawa? Watu 10. Kila mtu ajipepeni ya kununua kuku 3. Tutakuwa na kuku ngapi? Si 30. Tunaanza na hizo 30 za kwetu. Bwana wote leta 3 na mimi leta 3, tunaziweka nafasi moja. Tutaziendelea, tutafanya. Tuko na 30. Baada ya miezi 3 4 5 hazitakuwa nyingi. Ndio vile project inakwenda. Lakini tukisema bwana na mimi niko na project nataka $1,500. Naona tunaweza kupata $500,000 mtusaidie. Hatutaenda. Tutizame vile tunaweza kuanzia chini polepole tutafika. Bwana fasi fulani wanataka mfano beni 5 za mchanga. Tipe, situko 15% hapa. Twende tukosombe ule mchanga. Zile hela utawapa bwana, hakuna kula hii hela. Ile tunaanzisha project fulani. Simshapata fondation. Watu kila mtu anaweza kujitafutia fondation. Watu wanaweza kujitafutia fondation wao wenyewe bila kuomba. Afadhali muende bwana, hapa tumekwama kidogo. Tulianzisha lakini tumefika hapa tumekwama kidogo. Kwanza hata mwenye anawasaidia nisikia raha. Mlianza, aliona mlianza na nguvu yenu, anaona wao wana courage. Hata nikiwasaidia hawatavuruga. Zile president sema kama zililiwa, ile project ilikuwa nzuri, ilikuwa ya imani lakini haikuwa na mafunzo. Ndio maana zililiwa. Tena ile project kama haungeiharibu, ilikuwa nzuri sana. Isabia mfano. Tuseme $1,000. Sawa? Tunawapa watu 10 $100. Kila mwezi unalipa $10 tu. Hakuna kingine. $10. Kama utapata 15, kama utapata 20, waleta tu $10. Mwa watu 10 mkileta $10, sina nia $100. Tunaweka mtu mwingine. Mwezi mwingine mnaleta, tunaweka mtu mwingine. Mwezi mwingine mnaleta wanafikiri wewe mmoja wale tulianzia 10 wale wa kwanza. Watafikisha $100. Tuko na watu wangapi huko pembeni? Wengi. Wengi. Tena ukimaliza ile $100 hakuna mtu atakuja kuuliza benefits. Ila bakeni ya kwako. Unaona? Lakini juu ya watu ndio nimesema ile kukosa uaminifu. Unaua kitu, yani unaua familia yako uko unaona. Unaiua uko unaona.
Juu ingetembea kama saizi watu wengi, tungekuwa na zaidi ya watu 15 wako na ile franga. Unaona? Tena ilikuwa ni rahisi, kama ile ingekuwa ile rahisi. Hata mtu akisema hivi sasa hata tukipata ya $300 tunaweza tukafanya. Sio unasikia? Monta inafika inapanda. Kwa hiyo tuanzie chini, tuache kufikiria mbali, tuanzie chini. Walisema juu ya samaki frere. Kama ulifanya 1 metre carré, fanya 30. Anza na za kwako kidogo kidogo. Zitakuwa utauzisha, utaenda unapanua, utafika kwa unataka. Niwaambieni sikeni kitu kimoja. Mimi nilikuwa na mule. Alikujaga licencié. Namjua mimi mtoto namjua ni licencié. Alishamaliza kupresenter, ana demo alikosa kazi. Akaniambia mzee, mimi nakuja kuomba kazi hapa kwa mashini kumule. Mimi nikasikia oga. Kazi wewe. Ha. Matasikia niko natumikisha licencié kwa mashini ya unga. Sisi tulikana kama niko na. Akamwambia mzee, mimi ile lisansi niliweka mkabati. Mimi ndio nataka kazi. Usitizame lisansi, nitizame mimi. Nataka kufanya kazi. S'il vous plaît, niwaombe kazi alikuwa anafanya. Kule tulikuwa tunarangua kama ni kamia ya muogo, wanaiweka ndani. Mbele ya kupitisha kwa mashini kulikuwa majembe. Mnaponda ponda juu kidogo kidogo. Ile kuponda muogo na kuzoa, kuweka kwa palete ya mashini inasaga. Ikisha saga kuna wenye wanafika mfuko, antole mfuko, anasaidia 100 kilo, anaweka nje. Unasikia kazi kwa anafanya? Juu alikuwa ni mpya ndio bado anaanza, hawezi kuvika ule mfuko pale kwa mashine, asindilie ile ubunga mle mfuko. Kumbe kazi atafikia kufanya ni kazi gani? Kuponda muogo na kupokeza kwa mashine. Unasikia kazi ilianzia? Madame akasema sisi yeye ndio anaomba kazi. Unamkatalia juu ya nini? Mpe. Ndio. Unajua ukija hapa uko mpya hujui kazi. Kazi unaanzia hapa. Ukimaliza hii etape ya hapa, just tunapenda kila mtu aende amejua kazi. Ukimaliza hii etape hapa tutakufundisha etape ya kuweka mfuko pale kwa mashine na kuitosha. Ukizoea hii etape ya pili tutakufundisha etape ya kufanya nini? Kusindilia bunga yenye 100 kilo mle ndani. Kushona pale juu kwa mifuko haina problemi. Kila mtu anaweza kushona, ndivyo fasili. Akaja siku ya kwanza. Siku ya pili tukajua kama akifanya insemeni wewe atafika na acha kazi. Sivyo pia naomba kama alitumika yuko na projet mkicho. Alikuja anapanga kwa mwenzake. Yaani alifikia mwenzake anamwambia mimi napanga, tutasaidizana kulipa nyumba. Hauwezi kukaa bure. Akafika na kaa kwa mwenzake, wanakaa pamoja, watasaidiana kulipa nyumba. Alianza kuwa anakula mrestora. Juu saa 6 kwa kazi walikuwa wanakula kwa kazi. Tunawaamilia chakula wanakula kwa kazi. Usiku anaenda kula kwa restaurant. Akafanya hesabu akasema jamais. Kwa restaurant anakula franga nyingi na sishibi. Akanunua chungu hii na sahani yake. Usiku tuko pale kwa kazi, asubuhi ananunua chakula kama ni miogo, kama ni viazi ananunua. Kifika usiku anachemsha viazi yake, anakula, kama atakula na karanga, kama atakula anakunywa na maji, analala. Anajua asubuhi nitakuwa kwa kazi. Ile franga ile alikuwa anapata. Sasa shafanya kuekonomizea ile franga yake. Anachunga. Ikifika kama 30-40 anachukua, anaenda pale pa anarangulisha hivi viatu vya mitumba. Anatafuta vizuri peri 2 au 3 anaenda anaweka ndani. Anakuja anatumika peri 2 3 anaweka ndani. Alikuja kushtuka yuko na ballon ya viatu. Akatuambia mimi naomba mnipe 4 jours. Niende kutazama watu wa nyumbani. Nina siku nyingi sijaenda nyumbani. Na mama mnaona kama sijaenda nyumbani. Ni kweli? Utamnyima kufanya kazi? Mwambia nenda. Kwa 4 jours akachukua viatu vyake kule kwao pembeni kule, akaenda na vile viatu vyake. Kufika kuuzisha hivi. Mtaji ushapatikana. Alizisha viatu anapata franka denku. Kama mtaji ushapatikana. Sasa alirudia aliwaambia mimi nashukuru sana. Mnililea mkanipa kazi. Na kazi imenipa mtaji. Kazi yenu ndio imenipa mtaji. Sasa nilikuwa naomba mnisamee na badilisha kazi. Utamkatalia mtu anakuambia hivi. Mwambie asante sana. Umefanya vizuri kuja kuaga. Wengine wanaenda bila kuaga. Akaona rangua sasa vile viatu anapeleka kule. Anarangua anapeleka kule. Mtaji suka panda. Akaona kumbe narangulia hapa Kitega. Nikienda Bujumbura ndapata bei chini kuliko hapa. Alifanya tour aenda Bujumbura.
Katrem Tura hakuwa anaenda Bujumbura, alianza kwenda Kampala. Ameanzia wapi? Kubunga. Lisansi iko wapi? Mpaka hivi ni tunazungumza mimi na mweni komersa mkubwa kabisa hivi anakuwa analeta mabalo ya viatu. Anafika tu pale mzee kuniona jambo mlinisaidiaga mzee ya maziwa hii. Anaenda. Sasa wewe unakutana mtu anasema mimi nifanye hivi, hapana. Kila unazarau kidogo ndio kitakupa maisha ya kesho. Kama vile sema ndugu yangu, ukiwa ngali kijana tafuta juu kuna petafikia nguvu hauwezi kutafuta tena. Na saa ngali kijana fanya kitu cha maana. Mimi mzee mmoja ananiambia ukiwa kijana ukitaka kujenga kama uko kijana usijenge annex, jenga nyumba kubwa. Tena jenga material durable. Juu ya nini? Ukizeeka utakuwa uko kalme. Lakini ukisema ngone jenge hiyo dongo vya hivi na nini, unaanza kuzeeka, unaanza kuleta mafisira, unakuwa unatizama. Utafanya nini? Hauna cha kufanya. Kwa hiyo tuanzie chini, tutafika juu mbali. Asanteni. Mtoto wa Manuel, nashukuru sana kwa hili neno lenyewe mnasema la maproje. Nikizani kama mimi proje yangu mimi natumika kama proje sana. Proje yangu mimi ni ya kulima mpunga tu. Silima kingine kilimo. Mpunga njoo yangu. Na kwa hiyo niko na hektari kuna kosa tu kare 2. Maana niko na kare 14. Nilishalimisha kila kitu na pepenyere zishakuwa. Tatizo yenyewe iko nilikosa tu 1112 tu ya kunisaidia nianze panda zile pepenyere zangu. Swali, je, familia kama vile kundi la Washebulela linaweza likanikopa ile 1112 baadhi ya miezi kadhaa na kuja kurudisha ile pesa? Kwa sababu naona sasa vile nishashindwa na ile pesa kidogo. Kazi nimeshafanya ya mingi, ila sasa zile za kuanza kunisaidia kupanda naona sasa vile nishashindwa. Ndio naulizia kwa sababu mimi niko mtu wa maproject. Ambilio cha wasemaji kisi Mungu nasema usikae tu uzembe tu, hapana. Kama nilinunua parcele yangu ni kazi ya mashamba, nikajenga ni mashamba. Na hivi kama niko mwangu ni kuhusu mashamba. Na siwezi nikadharau shamba. Ndio hiyo. Mikopo maproje kama haya ya kukopesha pesa yako hayana percentage kubwa ndani ya familia kusaidia juu ya experience yenye tulipata huko awali. Na ndio maana yuko discourage kutoa mkopo. Juu hatutaki tulete uenemi ndani ya familia. Upewe mkopo, utoke na mgrupe, uache hata ile jambo na hakuna tena jambo na kwa umepotelea. Ila sasa ni mambo yenye tutachunguza, itabidi tena kuikalia tena kuyachunguza kuona gesi gani tunaweza tukaendeleza. Juu nakumbuka hata wakati tuwaga ile mikopo ya $100 baada ya hapo imesharibika. Kuko mtu alikujaga na projet yake na akasema mimi deja niko na hivi, nimeshafanya hivi, nataka kidogo mniongezee ili niendeleze na projet yake. Na familia ikamsaidia. Kwa hiyo kama nilivyosema itabidi nifikishe maombi ama hizo projet huko mbele. Chenye nitafanya tu cha Mungu chenye nitafanya labda wakati tutarudia nizidi kunikumbusha ili nifikishe kule. Then maresponse yatakayokuja nitawajibu. Naweza kajibu inbox. Tunavyozungumza inbox. Ila kama vile kaka alikuwa alivyozungumza, wewe deja usha kuanza. Ni ile tu ya kusema una expand. Kwa hiyo itabidi kuichunguza kisi ilivyo. Kama kukamati watakubaliana na hilo, basi itakuwa ni hivyo. Wataifund. Kwa hiyo tutazungumza, tutazidi kuwasiliana baada ya kikao na tukirudia tutazidi kuwasiliana. Nadhani ndio niliweza kujibu hapa. Kuhusu swali nadhani alizungumzia swali nzuri na ndio nadhani kaka amezungumzia yako tena. Tatizo tuko nayo moja sisi wa vijana ni ile kujisikia. Yaani kama vile ulivyosema kudharau kazi. Na nadhani kaka alizungumza tena kitu ya kudharau kazi. Nadhani wenye wako mgrupe kuna wakati niliwahi kutoa programu biolojia yangu. Si kusema hii ni mambo nilifabrike
ama kakangu yuko hapa na wananifahamu, wananifahamu. Niko hapa mbele yenu, niko hapa mbele yenu. Karanga, unaona karanga ya kutafuna ya karanga niliuzisha mimi. Unanifuata? Niliuzisha hii, unaona hii miinda kukaanga njugu. Niliuzisha mimi. Unaona hii mayai ya kupika. Niliuzisha mimi. Unanifuata? Kazi. Mimi sijui kazi nionaka kai ndio kazi ya kutumika nikamwambia mimi sitafanya hii kazi. Hakuna. Sasa hivi niko hapa. Naambia kama kwako mmoja ataniambia sema kama huyu wale aliwahi kuisha karanga za kukaanga. Kama niliwahi kwenda na kabase kama mayai. Sisikia aibu. Mimi sisikia haya. Juu ni kazi niliwahi kuifanya mimi. Unaona? Niliwahi kuisha mayai. Si aibu. Na sikusema nilifanya pale. Juu nilikuwa sina nafasi ya kulala, juu nilikuwa sina chakula. Yuko hapa. Baba alikuwa tunakula asubuhi, tutakula saa sita, tutakula jioni. Na nalala niko free. Sina mke, sina pressure. Ila akili ya kujitegemea. Sikuwa nauliza sema nitafute vitu fulani nisaidie kwanza. Peke yangu mtaji ni mimi peke yangu. Nimejitafutia mtaji kwa kufanya kazi zingine za kuponse magari. Napata mtaji wakati juzi kaza kuponse magari, kila siku utaponse magari. Na ponse magari, shaponse magari, nipata pesa. Sasa hivi hakuna kazi ya kuponse magari, nifanye nini? Pako mpira ku stadium. Ifo nifanye njugu. Na kaanga njugu naenda ku stadium. Na usha njugu. Hakuna njugu na karanga, natereka karanga mimi niko nauza. Leo kuniambia, ukiniona mimi nakwambia hiyo kazi nimeifanya. Ila haikuandikwa kusoni mwangu. Unaona? Sasa kwa hiyo tuamke. Leo mimi nakwambia kwa haki ya Mungu. Leo utakanyanga matafari hapa. Labda uko na kafiance kako hapo, utaona pengine kako uko na vile uchafu kata kuona mbaya. Lakini nakwambia ukisha kupanga matafari yako 10,000 brick pale, pesa zikiingia mfukoni, sape utapiga ule mwalikuwa anakuambia unakanyaga ataanza kujongelea. Unaona? Yani tuamke. Juu mpaka kitu chenye mtu anaona jiweka ndani kinakuharibisha leo na kitakuharibisha kesho. Mtu anaona jiwaza aseme nikifanya hii kazi watanizarau, kazi ya kufanya matafari, mimi kijana niko naonekana mzuri, nianze kufanya matafari, wataniangaliaje? Niko nalala kwa François, niko bure, nakula bure, nalala bure. Nina shida gani hapo sasa nianze kupata sufransa kufanya mabrick? Unaona? Kwa hiyo unajikuta kama unajidizimiza chini. Ila leo mkijiamua ni projet yenye hayombi kitu, simplement hayombi kitu kabisa. Unaona? Ni kazi tu ya kusema okay, sisi tuanza kufanya hiyo projet, tutafute hizo mbao, tufanye mabricks, tufanye foroma, tuanze kutengeneza. Kama ni ile mambao ni pesa kununua mbaya kutengeneza foroma. Mimi nakwambia hiyo hata kusema kamati kikataa, mimi personally naweza nikazitoa hizo pesa za kufanya vitu. Ndio unajua kama hizo pesa nikizitoa zikitengeneza foroma, mwe mkitengeneza mabrick, mnapata, najua kama familia itapata. Mnanielewa? Ila leo kisha kuniambia pako project hiyo, kinaambia mimi kamati kikataa, mimi siwezi hata nikuweka mkono. Juu nasijua. Ni vitu nishakupitia hapo ndani. Na ndio maana kaka alisema kuna vitu vingine inafaa wewe peke yako mnajianzia yako ndani. Okay, mimi niko na, for example hivi anasema kaka pale anasema niko na project ya kufanya masamaki. Sawa. Sasa hivi sijapata project ya kufanya masamaki. Kitu gani kiko très simple kwa kusema mimi naweza nikapata pesa ili ni reagir ile project yangu ya masamaki. Bila kuambilia, bila kuomba, bila kufanya nini. Hapa pako project. Niko nazungumzia mara nyingi project ya mabrick. Juu mimi kwangu mimi kusema ukweli, ningekuwa niko vijana kama vile mweye na sina kazi hapa, ama ningekuwa hapa niko sina kazi ya kunipatia chemine Mwenyezi Mungu anipatia riziki, mimi singitoka hapa. Mimi ninganazana wote tulikuja nani ngwambia nendeni, mimi nabakia hapa. Kwa haki ya Mungu, ningamwambia mimi nabakia hapa niachapa kazi. Na ningibakia hapa danzina ningitoka hapa mnanishangaa. Kwa pesa ningitengeneza hapa.
Juu pako liste ya watu wanaohitaji hiyo kazi ila haipatikani. Mabricks hayapatikani. Sasa mabricks hayapatikani, udongo ni wa kununua. Hamnunui udongo, maji haununui. Kitu gani unanunua? Hakuna. Cha utanunua pengine ni kununua tu ile nani. Na haununui miti iko vingi, wakata miti ya kuchoma nani. Hakutanunua. Ni leba tu. Kama naishi hapa kwa François, ule ugali François kwa ananipatia, situmiki kazi. Hata anambia hivi unatuma mabricks. Nitakuwa nakukata ugali wangu. Au utakuwa nakula ugali. Ni ule ugali nitakuwa nakula kila siku ndio nitakuwa nakula. Sasa jua nisitumikishe ile opportunity, ule muda wangu nisiutilize kwa kutengeneza pesa. Nadhani ndio machache hayo. Kama kuna wengine nataka kuuliza anaweza kauliza. Zaibolela. Na pale njoo kulitoka mawazo yangu ndani ya grupu ya vijana ili iendelee, na kama wakubwa wana neno kama hili lenye linasemeka hapa hivi, mna shabaha zaidi. Vijana wetu hapa wengi wako natoka shuleni hapa, wengi mlikuja nao huko kwenye boti, wanatoka kwenye masomo huko, na wengine wana masomo hawajapata kazi. Tuko nao na tunawaona, na ndani ya ile grupu ya vijana ningipendelea ile grupu iinuliwe, ile grupu watu wainue juu wengi zaidi wa vijana wana simu kubwa, wamesha kuwa na masimu. Hapa tuna kijana wetu, kama mulisikia kwenye nyumba yetu ya mwisho ndani ya ile mlango ya pene, walisema wana kijana wao wanafungwa Bukavu, wanamuita Tabwembe. Mimi namjua, mimi nilimkuta mule msantrale, nilikuwa naye mule na nikamwacha msantrale. Sasa akili yangu iliwaza vitu vingi sana, kwa kutaka wale wote tuwe na kuwarekipere. Niko napendelea hii kundi la vijana muanze mchango hata wa 500 wala 1000 kwa kila mwisho wa mwezi. Kama utafupisha hata kwa wiki 2, nyinyi vijana. Kwa sababu ya nini? Unaweza sema mbona sisi tuko kwenye masomo hatuna pesa, hatuna kazi, tuko nasoma. Wazazi wenu ndio wenyewe wako nawatumia pesa kule kwa masomo. Mimi niko na mtoto wangu ka kijana hivi, ndio kwenye nilianza aona mshangao. Na hapa hivi niko na waza labda ule mtoto wangu hivi iko na mama yake Burundi, wanamuita Milingita. Alikuwa ananipima sana wakati nikaa naye pale Baraka. Na kingali katoto hivi, baba niuzie packet ile ya mapipi mbombo. Ndio naujisha kule ku stade. Na mpatia ile, anaenda pima, alipima mara 2 hivi. Na anakuja na zile pesa, iko nakuja kunipatia report, ananionyesha. Mawazongi kaanza waza labda ile nyota ya baba yangu itatokea ndani ya yule mtoto. Jua mpaka hivi leo akili yangu na wake ananipiga sana. Sasa niko napendelea nyinyi vijana, nyinyi mko kimya hapa, mna maneno ndani. Mweye mko kimya, niko naimiza nyinyi. Mimi siko tena kijana mkatikati yenu. Hivi nakuwa chini ya wale wanaitwa wazee. Niko na miaka 40 hapa na vitu 40 hivi. Deja mimi niko na 40 hapa. Deja vile nishaanza komala vile. Sasa niko napendelea nyie mko na maneno na mko kimya. Ile ninawapatia kwanza njia kwa ile grupe yenu ile. Muanze na nyie mchango. Na mule gisi mutaanza, mutakuwa natoa ombi zenu kubwa, zitakuwa nafikia kamati kubwa. Kwa hiyo msaada yenyewe tuko nasema msaada unaingia, itakuwa naingia mkamati kubwa na tutakuwa tunabaongezea, japokuwa mko muhimu programu ya kusema watu wafanye makooperative ya kufanya matafada bingine makundi. Ni vizuri sana. Ila nilitaka hii ombi kwa ile grupe yenu iamke. Juu tupate hii picha iendelee na tupiganishe mkatikati yenu mzile hela zenu, labda tutarikiperule kijana wetu mwenyeko ku prison centrale apate kutoka. Juu naye ni kijana sasa, akingali kijana tu. Aliacha watoto wake karibu hawezi kosa 5-6. Ila kingali kijana. Na akija anaweza zao wengine. Muhela zenu mutoke hela
kama wataongezea mtoke hela zingine zitarekiperoli kijana. Hilo nilitaka niliongezee kwa nyinyi vijana. Kwa nyinyi vijana mwile grupe yenu yenye itakuwa ya vijana ile. Na zile hela yenye tunawatumia sie baba yenu ndio mtakuwa natoka mahela yenu ya kutia wiki mbili wala kumwezi. Muzile hela tu za masomo. Sitabachongea juu nilipata habari kamoja nikasikia kuko vijana wa moja anapewa hela za kulipa kumasomo kule. Wamoja wanaanza kunywa mapremusi kwenda kunywa Rwanda. Wanatoka Bukavu wanaenda kunywa pombe Rwanda. Kuko epoke mwana nilipata kale habari, nilikavicha tu. Sasa nyinyi wanafunzi mnafanya kama ambiance sana. Tunajua kana sisi wote tulipita muvile, japokuwa tukufika mu masomo sana ya juu ila tulivipita. Wale wanafunzi wa kwanza kwa wa compassion hapa, mimi nilikuwa parmi wale wanafunzi hapa. Mfamia Ebola. Pale wenyewe kwa compassion. Sasa ile niko naibahimiza kulingana na vinywaji pombe. Batu baisha penda pombe sana. Na ile njoo inaharibu. Nikimwambia hapa anaguna, anapata hasira. Mwile materme ya zamani ya OJG kama utatoa bigozi biwili utoe mimi sitakula na wewe kula kwako, ile materme muiache na tuipendi isikuwe ile. Hii elimu yenyewe wazee wako natoa hapo. Kuko shabaha. Mimi naona kwa mbali kuko shabaha. Kwa president kisa alianza mawazo kusema aonane na vijana. Kuko shabaha. Najua niliwaambia muulize mufate ndani mutajua vitu vingi. Muko shabaha mwiyo neno ya president akutanisha nyewe vijana. Matafari fanyike njoo terme nyali yanza. C'est-à-dire kuko bashebole la benyuko na mawazo ya kufanya vitu vya maana hapa. Abapendi balete bafuleru Uvira bako kusimamia kufuatia matafari ya hapa na sie tuko hapa. Kama mkoke mnapakua maneno, mimi nishapakua maneno. Hivi niko napakua maneno. Kuko bashebole bakubwa benyuko napenda bajenge manyumba ya maana hapa. Na ile neno ile inaweza inaingia mu president. Sa president anabatupia kajeto. Anatupia sie kajeto. Njoo ile kazi kani matafari bole echo niko nasema hivi. Kani matafari tufanye matafari. Tufanye matafari. Asante sana. Asante. Jambo. Tazama sikia vipi baba anazungumza. Lakini au serie kabisa hii vitu tuvikamate au serie kabisa. Tuvikamate au serie. Na leo tuanza tukavikamata tuko tunacheka ila kwa kesho kutwa tutakuja kuregrete kama mngifata kwa kweli labda nini mabadiliko yangebadilika. Juu mubiashara panakuwa vitu vya kufata. Ukisha kujua uko na kapitali, kwanza ni kapitali. Ukishakuwa na kapitali yako, unajua nafasi ya kununua kitu, nafasi ya kukiuzisha. Hapo biashara unakuwa umemaliza. Sasa hii biashara tuko tunazungumza ya mabricks. Kapitali ni nini? Kapitali ni nguvu yako. Ndio kapitali kubwa uko nayo. Ile nguvu yako ni kapitali yako kubwa uko nayo. Alafu sasa marshe iko wapi? Juko pako mtu anafanya, ushakuona watu sijui kama huko hakuna ina nini. Pako watu anakataga makuni. Anaweka makuni, utakuta makuni vingi. Anaweka pale hajui siku gani client atakuja kununua ile makuni. Unanielewa? Sasa hiyo iko different na hii tuko nasema. Ni biashara unasema nikivifanya na kimaliza tu kutengeneza mabrick leo. Sijamaliza kutengeneza mabrick. Deja commande niko nayo. Mtu fulani yuko anasubiri mabrick ya kiwiva tu nitoe tu tunamhesabia mabrick yake tunamwekea pale. Kitu gani tunasubiria? Ni pesa deja ishakuwa mikononi mwako. Kama kuna project sasa mimi huyu mwaka nataka ninunue pantalo, nataka ninunue kitu fulani. Yaani unatengeneza ile mabrick deja marché ushakuwa nayo. Pesa maana kama pia marché uko nayo ni pesa deja uko nayo mfukoni mwako. Kitu kingine tunaanza kusubiri kitu gani? Unaona? Kwa hiyo ni opportunity yenye iko hapa inajipresent kumecho yetu. Sasa ni sisi kuikamata ama itupite kumikono. Nadhani ndio machache hayo. Naam. Mtoto wa Fataki Monga. Maneno yote yamezungumziwa hapa ni maneno ya bien, tena ya kupandisha watu akili na fikira.
Lakini kama tunavyomsikiliza baba presida, ni kitu iko nasema tena, ndani yake kuna uchungu, ndani yake kuna uchungu, na ndani yake anaonesha ile vizio yake ya miaka yake mingi na experience ya maisha yake, na akitizama na area yetu koeko chenye kinaweza ikawa na faida na sisi kama vijana wa Elemyonga kutokana na mazingira aliyoiona, labda kutokana na wale ambao labda nishazungumza kama ndugu zake ambao hawako nchini, anakiona hicho kitu kama kitakuwa na faida zaidi. Mimi sasa maoni yangu kwa hii vizio ya bamdogo Abdalla Presida, mimi niko naona kwa watu Elemyonga, kwa sababu sana ndoko iko na vize, wangeandika list ya vijana wa kiume na vijana wa kike ambao wako tayari kusapoti hii projet, ili labda mkutano wa kesho uishe ameshakuwa na liste ya vijana ambao wako tayari kuanza hiyo projet, alafu na yeye labda ajiongeze kwenye akili yake vipi atazungumza na soko ya kuchukua ile mabrike. Na bila shaka ikiwa au watu watakuwa kwenye orodha, watakuwa kwenye list wenye wako tayari hiyo kazi kuianza, kama ni foroma, bila shaka anaweza katoka hapa amejifunza pafanyike nini ili foroma haraka sana zipatikane. Na kama itakuwa ni kuni za kukonga, anaweza katoka hapa hii list ya wenye wametakuwa wamekubaliana, yani iwe imeshachukua decision moja kwa moja ya kwamba kazi sisi tunaanza kipo ndio hichi kinataka kutuishana, na hii project tunaipima huyu mwaka, na liste yetu ambayo tuko tayari ni hawa, na cheki inahitajika kusema hii project ikuwe ate ni hichi. Sasa lakini condition ya kwanza hiyo liste ipatikane wenye wako tayari. Na kwa nini tuwe tayari? Kwa sababu nguvu ya ujanani hairudi uzeneni. Nguvu ya ujanani hairudi kwenye uzee. Ndio kadiri tunasogelea uzee wetu, ndio gisi tunapoteza nguvu zetu. Sasa ni opportunity ya kwanza tumepewa. Hiyo ni ya kwanza. Alafu pili, jambo ambalo wazee wote walivyozungumza, wanatuhimiza kuwa na kitu cha kuwa pamoja kama makooperative vile, kwa ajili ya kuweka nguvu sehemu moja. Yani navyo kuwa fikra moja, huzuni moja, juhudi moja, lazima ilete mazao makubwa. Sasa kama tutatumika kwa huyo mfumo, bila shaka vijana wa familia Ebolela tutaendelea sote kwa pamoja. Na ule mtakuwa alichelea nyuma, ataona kama bisi na inamuacha, atalazimika kudandia ili tuna yeye afike kwa tunaenda. Mimi nafikiri maoni yangu ni kazi kwenu, lakini nimeshasikia mambo yote alivyosema, nadhani namalizia kikao. Wenye watakuwa tayari mjiunge pamoja, mtoe liste yenu. Kama mko tayari, haiko force. Juu kila mtu anabeba mzigo wake. Ila kesho kutwa usije mkapigia kelele mkalilia watu kama mko mna krize, wakati pesa mko nazo hapa mkononi mwenu. Sawa? Haya, nawatakia usikilizifu mwema na usiku mwema. Bashi